moja ama nyingine, kama watoto, hususani mimi, kwa sababu mimi ni mojawapo ya watoto waliokwama sana na wanaohitaji msaada, yaani msaada mkubwa, japokuwa hawana jitihada ambazo zinaweza zikawa ama zikautokeza huo msaada. Amina. Kwa namshukuru Mungu sana sana kwa neema yake, kwa pendo lake ambalo ametujalia tena, ametupa tena wokovu, ametupa tena neema hii. Mimi najisikia kumshukuru Mungu sana, na naona fahari sana kuwepo imani, kupata hekima na maarifa na ufahamu wa kimungu ambao nitakiwa kuwa nao, ambao nikija kuwa nao huo, hautaniacha tena kama hivi. Lazima utaniacha na sura tofauti sana, ama utaniacha na hatua bora sana ya milele ambayo nitakiwa kuwa nayo. Kwa namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii, kwa ajili ya pendo lake. Hata kama sijui Mungu anapendaje, itakuwa Mungu labda amenipenda. Itakuwa amenipenda, kwa sababu sio kama ile wenzetu mtu akisha kufa na wanasema mpenda zaidi. Sasa sio Afrika Mungu anatupenda. Yaani tukisha kufa wanasema Mungu anatupenda tukiwa hai, anatupenda tu. Yaani tukishaondoka. Ni kweli, huenda kweli, kwa sababu sisi wengine kidogo tuna ufahamu mdogo. Huenda kweli Mungu anapenda kwa njia hiyo, lakini mimi mwenyewe nikiona sana. Kwa sababu muda mwingine ambacho kinakuwa kinanipa mashaka, aina ya watu ambao wanakuwa wanaondoka, ambao wanakuwa wanasema kwamba wanaondoka. Ni kweli kuna mwingine ukiangalia, kuna baadhi yao ambao ukiangalia maisha yao, vile walivyoishi duniani, vile ambavyo walimpenda Mungu, walimcha Mungu, wale kwa kweli kuna watu wakisema Mungu amempenda zaidi, wasema kwa kweli huyu sina mashaka naye. Mashaka na sio makubwa kwamba huenda sio Mungu mimi, lakini kwa kweli huenda huyu hapa, huenda Mungu ametaka kakae naye karibu huko kama Enoko, kwamba ngoja ni akae huku. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa neema hii ambaye anatupa kuendelea katika ibada, katika maombi. Namshukuru Mungu sana sio kidogo kwa upendo huu. Namshukuru Mungu sana sana. Maneno yangu yanaweza sitoshe, lakini namshukuru Mungu sana. Namshukuru sana mbele yenu, lakini hata watu ambao napiga kelele mbele yao na waambiaga kama namshukuru Mungu sana. Licha kama bado sina maisha yanayovutia. Sasa tufanyeje sasa? Sasa tufanyeje kwamba, lakini namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, kwa mioyo yenu, kwa jitihada zenu katika ibada, shuhuda zenu, mioyo yenu tunawapata barabara, tunawasikia vizuri tu kabisa. Na kwa sababu hakuna jambo ambalo unaweza kulifanya ambalo linaweza likaishia kwako tu. Lazima tu kuna watoto ambao tutalisikia. Kuna watu ambao tutalisikia hilo jambo. Yaani hata kama huyo mtu atakuwa amefanya kwa siri kwa namna gani, hata kama hatutalijua ama tutaliona, lakini tutaliona tu pale ambapo utaongea. Kuna vitu fulani utaongea, utaona hilo mtu inaonekana na mambo mengi sana ambayo basi ameongea maisha pale, lakini anaonekana ana vitu vingi vizuri sana. Kwa watu wa Mungu, mimi namshukuru Mungu sana. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu, kwa mioyo yenu, kwa jitihada zenu. Akina Paulo tunapata barabara mtandaoni,
mkikemea mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kwenye taifa letu ama kwenye nchi yetu ambayo kiujumla hayako sawa. Kwa napata vizuri tu kabisa, na Mungu tuwabariki kwa ajili ya moyo huo, mioyo yenu hiyo ambayo mlionayo. Ni ishara ya wazi, inaonyesha kwamba kuna kitu ambacho kimeingia ndani yenu. Amina. Ni ishara kwamba kuna kitu ambacho kimeingia ndani yenu. Ni kweli muda mwingine kuviongelea vitu kama vile muda mwingine ni hatari, vinatisha lakini unasema kwamba ni kama napo, kama tutaamua maisha yetu tukae tu hivi, ina maana kama tutakuwa salama. Amina. Kwa sababu si wote wanaondoka duniani wanaopata na mabaya, si wote wanakuwa naongea, wengine wanakuwa waongei wala nini, sanga hapo mahali fulani. Sasa kwa kusema hivyo hatuna maana, sio maana kwamba kuaminiwa lazima tufanye vitu vya kutuweka hatarini, lakini jambo lolote ambao unajua ni Mungu, ni neno la Mungu, ni Mungu ametaka ufanye, ni vizuri zaidi ukalifanya. Amina. Sema kwamba nitafanya kesho, hapana, leo ni leo. Ya kesho hatuyajui. Anayejua ni Mungu mwenyewe. Kwa kama tumepewa leo, ni vizuri zaidi tukaitumia nafasi hii tulionayo aliyotupa Mungu hii vizuri. Hii tukaitumia vizuri kabisa. Tukaitumia vizuri kabisa, barabara kabisa, hii nafasi tu ndogo hii ambayo Mungu ametupa. Hii tukaitumia kufanya kila jambo ambalo tunaona ni Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Amina. Kwa ajili ya namshukuru Mungu sana kwa ajili yenu. Kwa ajili yenu, licha kwamba pamoja kwamba si kidogo, wengine kwenye mtandaoni kidogo sio sana, lakini ninachojua ni kwamba kama nitahitaji hatua kubwa, nitatakiwa kutaabika kwa namna moja ama mbili tatu. Amina. Nitatakiwa kutaabika, hicho sitakwepa. Ni kitu ambacho sitakikwepa. Kama nitakuwa nahitaji hatua kubwa, lazima kuna vitu vikubwa. Ndio maana kuna mtu aliwahi sema mahali fulani kwamba usitegemee makubwa usipojituma. Usitegemee makubwa, maana yake kama utahitaji mambo makubwa ama nitahitaji mambo makubwa, itatakiwa nijitume ama niwe na jitihada za hapa na pale. Kwa sababu kusema kweli, muda mwingine pale ambapo mimi kama mimi ninavyokuwa naona napita mtandaoni, kuna vitu fulani tu vya ovyo, vitu fulani ambavyo nakuna viona. Unasema sasa mimi ambaye nasema ni mtu wa Mungu nafanya kitu gani? Amina. Kwa sababu wenyewe ambao tunaweza tukanasema kwamba ni wako shetani, ni watu ambao wana moyo sana na wanabidii kwenye jambo lile ambalo wamejua ni jema, ama lile ambalo wamejua kwamba wanaweza katoka. Sasa inakuwa ni mimi vigumu kwamba sasa mimi hapa nafanyaje hapa? Kwa sababu kwa namna yote hii dunia inatakiwa vurugwe, kwa sababu dunia isiponivuruga itanivuruga mimi. Dunia isiponivuruga lazima yenyewe itanivuruga. Ndio maana hata pasa Jumapili, sijui si Jumamosi, akasema haiwezekani. Muda mwingine tunaonaga tu picha tu za wadada leo binao makalio, alafu sisi kama sisi hatuweki chochote kile ambacho huko mtandaoni, kwa sababu kila ambacho mtu yule anakuwa amekifanya, kila amekiweka ili kinihubiria mimi kinihubiria mimi. Sasa mimi kama na mimi sitakuwa na cha kwangu cha kuonyesha kupinga kitu cha namna ile, maana yake kile kitu kwa namna moja ama nyingine nitakuwa nahubiriwa pale, kwa sababu itakuwa ni injili kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu sana. Mimi kama mimi kwa kuwa nimekuja kujifunza kwenu, na ninaamini leo sitakuwa na maneno mengi sana. Yote kati yote, kwa sababu tunatakiwa kuendelea na yale ambayo tunafundishwa. Amina. Yale ambayo tunafundishwa, kwa sababu tunafundisha vitu vingi sana. Vitu vingi sana, na muda mwingine nakuwa najaribu kusoma hata Biblia kwa wakati. Muda mwingine unasikiliza elimu mbalimbali, mafundisho mbalimbali. Unasema kwamba hivi haya mafundisho yalitaka mimi niwe ni mtu aina gani? Yalitaka mimi niwe na maisha aina gani? Amina.
Bwana sio sana. Kwamba elimu, ibada zote hizo ambazo unaendelea nazo, yaani zenyewe silenga niwe mtu aina gani, niwe na maisha aina gani. Amina. Ndio maana nasemaga mara kadhaa kwamba mimi najiuliza kwa Mungu ani ameamua kwamba ameamua kunisaidia. Ni kweli wewe labda anaweza akawa labda hajanisaidia kivile kwamba kuwa na hatua ambayo inavutia sana. Lakini ni wazo langu kwamba haiwezekani Mungu anisaidie hivi hivi. Amina. Kwa namna yote kuna matazamio alionayo mtu, aliyokuwa nayo huyo Mungu. Amina. Kuna watu mbalimbali ambao wamenisaidia. Amina. Watu mbalimbali, tukiangalia wale waliotuzaa wanasema kimwili, japokuwa ni kiroho hicho kimwili, na watu ambao wamekuja kutusaidia kwenye imani huku. Wale watu kutusaidia kule, kuna matazamio ambayo walikuwa nayo. Amina. Ndio maana mzazi anamsomesha mtoto wake, kuna matazamio ambayo anayo, ambayo anategemea. Amina. Utamsaidia mtu, ni kweli kuna watu wanasema kwamba tenda wema nenda zako, lakini pale ambapo utamwona mtu ambaye umemtendea mema alafu ni kama anarudisha shukrani ambazo sio kabisa, utajisikia vizuri. Amina. Kwa kwamba ni kwamba kuna kitu ama kuna jambo ambalo unakuwa yani ambalo huyu anayekusaidia kuna namna fulani amekutazama. Amina. Japokuwa ni kweli muda mwingine watu ama mtu anaweza kukutazama zaidi ya vile ulivyo. Amina. Nilikuwa naongea na pastor siku moja, nilikuwa kule Kambi Kuu Mbeya, nadhani mwezi wa kwanza. Kuna kitu fulani nilikuwa naongea naye akawa anasema kwamba kuna wakati fulani mtu anaanza kutazamia kwamba unatakiwa kuwa kama mzee vile unatakiwa kuwa kama mzee vile alivyo. Lakini sasa hamna, siona nisikumia mimi kama mimi kama mzee. Wewe ndio utafuta kwa kama mzee vile alivyo. Amina. Kwamba kuna namna hiyo kwamba wewe ndio unatakiwa uwe kama mzee kama vile alivyo, kama mzee mbarikiwa. Akasema hamna, usinisukumie mimi. Fanya wewe. Amina. Kwa mimi kama mimi nakuwa nasema kwamba elimu hizi kuna matazamio ambazo ambayo zilizo nazo juu ya maisha yangu. Amina. Kwamba kama ni Mungu amenisaidia, iwe ni pasa mahubiri yote, tukiangazia kwa mzee mwenyewe baba yetu pale, kuna matazamio ambayo yanayo juu ya maisha yetu, ambayo natamani kwamba yaonekane ama atokee. Amina. Ameandika vitabu, Biblia ina matazamio ambayo kwenye maisha yetu, kwamba sisi tunaosoma, sisi tunaofundishwa tuwe na aina fulani ya maisha ambayo tutakiwa kuwa nayo. Amina. Sasa kwamba nakuwa nasema kwamba hivi Mungu mwenyewe ana matazamio gani? Kwa sababu kama amenisaidia, kuna matazamio alionayo Mungu. Sikumbuki ni kitabu gani, yeye anasema kwamba msipokee neema ya Mungu bure. Amina. Sio yeye ni kitabu gani sasa? Yaani ni Agano Jipya sasa, ni waraka gani sasa? Efeso ngapi? Hebu tukisome. Anasema kwamba msipokee neema ya Mungu, au kidogo wengine hivi vichwa hivi kusoma kwa shanga unaisha kukumbuka tu kwamba hilo unajua kabisa hiki kitu ni Tito. Tito, lakini kwamba Mungu bali matendo ni safi. Maana Tito na milango mitatu tu, asali ya upuzi ya 2:11. Tito 2:11 anasema, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za dunia, tupate
Hapana, kuna ile anasema msipokee neema ya Mungu bure. Efeso 1. Efeso macho yao uliko ufalme. Efeso pamoja naye alitupitisha majengo ya mitume juu ya manabii. Efeso neema, alipewa neema kwa kadiri ya kipimo chake Bwana. Maana ubatizo mmoja. Naam. Ni Efeso 3. Efeso 3:2. Efeso 3:2 anasema, Efeso 3:2 pia anasema, ikiwa mmesikia habari ya uwakili wa neema ya Mungu niliyopewa kwa ajili yenu, ya kwamba kwa kufunuliwa na lijulishwa siri hiyo, kama nilivyotangulia kuandikwa kwa maneno machache. Kwa hayo myasomapo mtaweza kutambua ufahamu wangu katika sasa. Msipokee neema ya Mungu. Okay, sasa nadhani yote tayari. Sidanganye neema ya Mungu bure. Ndio tutajana. Sasa sikumbuki ni waraka gani, lakini kuna sehemu anasema kwamba msipokee neema ya Mungu bure. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina. Anasema kwamba msipokee neema ya Mungu bure. Sikumbuki ni waraka gani, lakini anasema kitu kama hicho. Kwamba kama anasema kwamba msipokee neema ya Mungu bure, maana yake huyu anayetupa kuna matumizi ambayo alitaka tutumie hiyo neema. Amina. Bwana asifiwe sana. Kwamba kama amesema kwamba tusipokee neema ya Mungu bure. Amina. Maana yake kwamba kuna matumizi ambayo alitaka tuyatumie kwa hiyo neema. Amina. Na kuna maeneo fulani anasema kwamba msiishie kuwa wasikiaji wa neno tu. Anasema lakini bali iweni watendaji wa neno pia. Amina. Kwamba neno la Mungu siku zote Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili sura mstari wa kwanza. Anasema nasi tukitenda kazi pamoja naye tuwasihi msipokee neema ya Mungu bure. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndiyo sasa. Tazama, siku ya wokovu ndiyo sasa. Hasa hapa anasema kwamba tukitaka sema tusipokee neema ya Mungu bure. Amina. Maana yake kama tumepewa hii neema ya Mungu, maana yake kuna matumizi ambayo alitaka tutumie huyo aliyetupa. Amina. Huyo aliyetugawia hiyo neema. Amina. Sasa maana yake kuna matumizi. Nasema ni kwamba ninachojua ni kwamba Mungu kama Mungu, ibada zote, viongozi wote wanaotuongoza, wanaotufundisha, kuna matazamio walionayo juu ya maisha yetu. Amina. Ya kwamba pale ambapo wanakuwa hawajatona kwenye matazamio yale ambayo walikuwa wanatutazama, walikuwa wanatuangalia, ni kweli inaweza wakaa, lakini kidogo inakuwa inavunja moyo kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu pia mwanafunzi mzuri pia ni yule ambaye utamuona kwenye kile ambacho anakuwa umemfundisha. Amina.
Kwa hiyo ni kwamba anasema tusipokee neema ya Mungu bure. Maana yake tutafute hii neema Mungu aliyotupa, alitaka tutumie kwenye jambo gani ama kwenye kitu gani? Amina. Hii neema Mungu aliyotupa alitaka tutumie kwenye jambo gani? Mimi nikaa namwambia Mabeda pale. Namwambia mama, mimi naona kichwa changu kibovu kina shida kweli na kinahitaji msaada. Kinahitaji msaada, umeona? Nikasema mimi muda mwingine najaribu kusoma maandiko, Biblia. Wasema mafundisho mengi sana. Asema mafundisho yani mengi sana ambayo huenda siwezi kuyasema yote. Lakini nakuwa nasema kwamba hivi yote haya, mzunguko wote huu, haya mafundisho Mungu kupitia watu wake, watumishi wake, alitaka mimi niwe natoa gani? Amina. Yaani mimi mafundisho yote, yani elimu zote zinataka ziwe niwe wapi? Amina. Nafanya ibada, labda kufanya ibada. Tunafanya ibada muda mwingine labda kwa sijajua kwa wengine, lakini kwa mimi muda mwingine ushangaa labda ibada labda kama ni ya maombi imeisha, basi ushangaa kuna kauchovu fulani hivi ambako hujui kametokea wapi. Kwa sababu nadhani huu muda ulikuwa ni muda mzuri wa ukatulie mahali fulani. Amina. Muda ambao ndo wanasimama sasa wahubiri. Kwamba muda ni muda ambao itakiwa ukatulie. Amina. Lakini wanasema kwamba elimu zote, mafundisho, yani katika mzunguko wote huu hivi, kinachotafuta ndani yake ambacho natakiwa kuwa nacho ni kitu gani? Amina. Nitasoma muda mwingine maandiko, Biblia. Nitasoma. Sasa hii Biblia inataka mimi niwaje? Amina. Mimi nifanye yani nifanyeje sasa? Yani kwamba yani niwaje mimi sasa? Yani kwamba elimu, ibada zote, kwa sababu mwangosi muda mwingine tukaongea kwamba muda mwingine tunalazimika kupita njia ndefu, ni kwa sababu muda mwingine akili zinakuwa ngumu. Amina. Lakini muda mwingine yani muda mwingine tunakuwa tunalazimika kuzunguka kwa sababu muda mwingine ya ugumu wa vichwa vyetu ama wa kichwa changu. Amina. Lakini mambo yenyewe hayakuwa hivyo. Amina. Ndio maana ukisoma hata habari za Israeli, unaona ukisoma maandiko maarifa yanasema kwamba Mungu aliamua kuwazungusha. Amina. Kuwazungusha kwa sababu maana kuna njia nyingine ambayo ni kama ilikuwa yenyewe, hata kama ingekuwa ndefu lakini ilikuwa na nafuu. Lakini Mungu anasema aliamua kuwazungusha kwa sababu aliona hawa jamaa hizi vita ambazo watakutana nazo huko mbele huko. Ngoja niwazungushe tu huko. Amina. Kwa muda mwingine ndio maana na kama ibada za Jumapili. Kwamba ibada kama ibada muda mwingine mimi nachojua ni kwamba ilitakiwa pawe ni mahali fulani ambapo ninavyoenda napofurahia. Amina. Ninavyoenda kanisani, yani ninavyoenda naimba na kawimbo fulani hivi. Na nifurahi. Yani unakuwa na kawimbo fulani, yani kwamba kuna kachangamko ambako nitakiwa kuwa nako. Amina. Kwamba ibada kama ibada hazikutakiwa kwamba ziwe kama mzigo, usifanye kama za Jumapili ambazo tunazifanya labda kuanzia ni asubuhi mpaka jioni mpaka usiku. Hazikutakiwa kuwa namna mzigo fulani hivi, yani navumilia yani hapo naona kabisa hapo. Sio siku zote, lakini kuna wakati muda mwingine nguvu zikishuka unaenda. Ushangaa kuna wakati mwingine ushangaa basi kuna neema ya Mungu imekufa. Lakini unasema hapana, ibada muda mwingine zitakiwa ni kitu ambacho nakifanya na kifurahia. Amina. Nakifurahia sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi Mithali anasema kwamba jinsi gani ni vizuri sana ndugu akikaa kwa pamoja. Anasema tena kwa umoja, umeona? Kama hii Zaburi. Amen. Kama ndio mahali palikuwa pana namna kama hiyo. Amina. Anakuja Paulo, anakuja nani? Yaani kama pale, sio pale muda mwingine labda kama pasa muda mwingine
kama labda kama saizi kidogo angalau, lakini mnavyoshangaa naitisha labda ni kipindi cha ushuhuda, ushangani kama kuna namna ya kujivuta namna. Lakini nasema ilitakiwa muda mwingine tumeenda ni Jumapili tumekusanyika. Amina. Ni Jumapili tumekusanyika. Yani unaona tunakaa kwa namna ambayo unaona atakiwa msikie Paulo. Amina. Anakwambia Paulo kwa habari ya vile ambavyo amepigana. Amina. Wiki yote kuanzia Jumatatu, kwa sababu kwa wale ambao mnaweza mkabali wengi hapa tunaona labda Jumapili. Vile ambavyo amepambana, amefurukuta alivyoingia kushoto kulia, alivyopambana, alivyomwona Mungu, alivyouona uzilisho wa Mungu, vile ambavyo watu mataifa wamemshukuru Mungu kwa ajili yake. Amina. Kwamba vile Mungu walivyomtukuza. Ndio maana mtu mzee anasema kwamba kwenye kile kitabu cha Ufunuo anasema kwamba watauleta utajiri wa mataifa. Amina. Maana yake ni sifa mbalimbali ambazo watu wanawasifu. Amina. Wanawasifu, wanasema kwamba waone matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Vile ambavyo umepambana, vile ambavyo watu wanamshukuru Mungu kwa ajili yako, vile ambavyo unaona kabisa kwamba ibada zilitakiwa, yani hata kama tutakusanyika kanisani, zilitakiwa ibada ziwe namna hizo. Amina. Anaongea, unaona mwenyewe anaongea, msanii kusema kweli, anasimama wa pili, anaongea naye mwenyewe. Unaona ibada, ukisikia ibada ya masaa 24 inaweza kafika. Amina. Zani kila mtu akamwagika tu kabisa. Hamna. Wasema pale saa 2. Mbona saa 2 muda utoshi? Yani ni ibada muda mwingine zinafanyika muda mwingine hausikii hata njaa, haujisikia hata kula. Amina. Muda mwingine hizi njaa muda mwingine. Ndio maana watu ambao ni wapambanaji, ambao wanapambana kabisa wale, mara nyingi utakuta hata kwenye chakula mara nyingi wanakulaga, lakini mara nyingi sio sana. Ndio maana unasikia kama akina David, akina Canada, kwamba anakula tu kwa siku mara moja. Siku moja masaa 24, ambao kwa sababu wengine ni mfunga masaa 24. Banguzi. Sasa nasema kwamba ibada zitakiwa kwa hivyo. Anasimama kama pale ni mtumishi Stefania, anaongea nayo ushuhuda wake. Anaongea vile ambavyo amemwona Mungu. Amina. Lakini sio amemwona Mungu, watu wamemwona Mungu kwa maisha yake. Vile ambavyo majirani wanamtukuza Mungu kwa ajili yake. Vile ambavyo amepambana, kama ni kuhubiri amehubiri, anaongea huyo. Ushangaa mtu mmoja na ushangaa anaongea nusu saa moja na nusu. Mtu mmoja na maombi bado hajaombwa hapo. Sasa kama ni maombi Jumapili anaomba mpaka ile labda saa 6. Yanaomba, yani yameomba au bado hajasimama. Unasema tunakuwa ngapi pale? Kila mtu ana neno pale. Unasema ndugu, ukisikia bado inafanyika. Nilikuwa nasoma leo kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ule mlango wa 4, kwenye wale wazee 24, kwamba wao ni usiku na mchana, hawapumziki. Sasa mtakatifu uliyeko utakayekuja, Bwana mtakatifu. Anasema kwamba hawapumziki usiku na mchana. Sasa mimi nikanajibu kuvuta katika hali ya kawaida sana. Sasa unajua muda mwingine pumziko ama changamko la Mungu kama hujawahi lionja kidogo inakuwa ni kazi sana. Unasema hawa watu hawachoki. Kwa sababu unasema muda mwingine kama namna fulani za Mungu kama mtu hazijawahi mpitia kabisa, kidogo ile eneo kile unaweza kupata shida. Hasa watu wanaimbaje na awali. Anasema kwamba awali hawasikii njaa. Unaishije unaishije bila kula? Amina. Unaishije asema usiku na mchana. Kwa muda mwingine anasema kwamba mnao anasema ibada muda mwingine itakia ndio hivyo. Pambano, muona hivi umeingia kushoto, kulia, unamshukuru Mungu. Usanga mtu mmoja amepiga masaa 2 baada ya pili. Sasa na sio ile tu kama mtu anaongea unamchoka. Ni ile mtu unamsikia, unasikia unampa, yani ni majamaa fulani mpo kwenye ulimwengu fulani hivi.
Sio ile masaa mawili. Mbona sasa mhubiri huyo anayetuhubiria leo Mungu amkumbusha tu kwamba kusema kweli shughuli, ngoja twende kwenye maombi. Tukamshukuru Mungu. Lakini shangaa kwenye maombi, muda wa maombi mwenyewe ukifika, shangaa takusujudu. Amesujudu mahali fulani, unasema mtumishi anaomba. Kwa hiyo shangaa unamshtumu sana udenda huo hapo sina. Sasa anaona kabisa kwamba au kama ndo akina mama hivi, anaangalia mahali fulani ulipomkeka hapa, anafanya kama anaomba. Amina. Kwa sababu kabisa kwamba nasijua kwamba ibada zitakiwa tuwe hivyo. Amina. Angalau hivyo wakikaa kwa umoja, kwa ndugu, wakila chakula, sio mnachukua kila mtu sahani yake, nile mnakula pamoja. Amina. Kwa muda mwingine nakuwa najibu kwanza kwa mapana, ikawa Biblia na maandiko ya kutaka niwe hivi, hakutaka niwe mzembe hivi. Kwa muda mwingine nakuwa nasema hapana, kuna namna kile Mungu ni nini sasa? Muda mwingine kwa sababu mimi kidogo sema sasa itakuwa lini sasa Mungu? Ni lini sasa itatokea unaishi maisha fulani hivi, unamshukuru Mungu kwa ajili ya Jumatano. Amina. Mimi kwa kweli nawazaga hayo. Sio maisha haya mengine. Mimi sikubaliani nayo kabisa. Yani haya ambayo siku imepita kizembe hivi. Hapo kwa sababu mtumishi mwaminifu anasema kwamba tunachojua ni kwamba wanaoita wa Kristo ni wale ambao wameitikia wito wake. Amina. Walioitikia wito ni watu ambao wanavyoona ubaya unafanyika mahali popote pale. Ni watu ambao wanaonyesha kwamba sura zao wakiongea, hata kama wakipiga picha, wanaonyesha kwamba hawakubaliani na kinachoendelea hapa. Amina. Wataongea sema kwamba hili linaloendelea sio kabisa, sio binadamu kabisa. Amina. Ni maisha fulani ambayo yasema ni maisha ambayo muda mwingine maisha hatari. Amina. Lakini kuna maisha tu ambayo yenyewe asifa njema huku mwenyewe. Hata kama mtu akiamua kufuatilia, basi ni mwenyewe amekuwa ameamua. Amina. Kwamba umeoa mtu na kuambia umeoa mtu sio vizuri, kuna nini sasa? Sasa wewe mwenyewe na kwa kusema. Sasa nasema nini? Kwamba nachukua kwamba ibada kama ibada, kwa mimi kama mimi nakuwa nawaza kwamba hapana, na angalau unaishi maisha fulani, angalau unamshukuru Mungu zile siku za jioni zile za Mungu mtakatifu na kushukuru ulivyoniwezesha pale, ulivyonisaidia pale si kwa nguvu zangu, pale si kwa uwezo wangu, nilivyoongea pale, na kushukuru. Najisikia kumshukuru Mungu. Amina. Kumshukuru Mungu. Kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili nilivyoishi leo vizuri. Amina. Nilivyoona watu wawili watatu. Amina. Vile ambavyo wanamshukuru Yesu wangu. Wanamshukuru. Mimi nasema hapana. Ndio maana nisema kwamba natamani na wazaga muda mwingine, nafikiriaga sana kwamba natamani muda mwingine naishi maisha ambayo likikupata lolote unamshukuru Mungu kwa ajili ya maisha yote uliyoishi kwa nyuma. Amina. Likitokea unamshukuru Mungu kwa ajili, ukiangalia jitihada yako, moyo wako, yani vile ambavyo umepambana, umejitabisha, umejitesa kuhakikisha mambo fulani yanakaa vizuri. Amina. Ulimwengu unakutazama kwamba wewe unakutazama kwa namna fulani kwamba wewe, dunia inaona hivi lakini wewe unaona hivi. Amina. Wenyewe wanaona hivi lakini wewe unaona hivi. Wanasema hapana, nadhani maandiko, Biblia ilitaka tuwe hivi, ilitaka tuishi hivi. Amina. Nitatokezea hata mbele ya kamera nasema nadhani yanayoendelea haya hayakutakia kuwa hivi. Ni kweli sina cha kuwafanya, lakini ninachojua kwamba haya sio maisha. Amina. Haya sio maisha. Maisha ni hivi. Mimi na wazao hapana.
Nadhani Mungu kuna jambo ambalo Mungu ametaka nilifanye. Amina. Kuna namna ambayo Mungu ametaka niwe. Na sasa Mungu, naomba nisaidie sana. Niwezeshe, amina. Lile ambalo litakuwa ndani ya uwezo wangu, naomba Mungu nisaidie, nitie nguvu. Amina. Nitie nguvu, nitie nguvu. Nitie nguvu, na naona na mimi nakuwa naona kama mlango kwamba ni kama itawezekana. Sijui itawezekanaje. Lakini sasa Mungu, upo Mungu mwenye nguvu, upo Mungu ambaye uliwawezesha watu fulani, amina, kufanya vitu vya fulani. Sitangoja uwezo kwamba nikae nianze kusubiria uwezo. Nitaanza na yale ambayo yapo ndani ya uwezo wangu. Hayo nitakabili sawa sawa, amina. Hayo ni yakabili hayo sawa sawa na neema ya Mungu. Hayo yaliyo ndani ya uwezo wangu, hayo nianze nayo hayo. Amina. Nianze na hayo ambayo yapo ndani ya uwezo wangu. Amina. Muda mwingine nitapanda kwenye magari, ndio wameniwekea singeri, nitaongea. Amina. Kwa sababu ile nayo itakuwa ni injili, kwa sababu natoka pale Geza mpaka feri. Wamenihubiria vya kutosha. Na muda mwingine sema hamna, nadhani muda mwingine mfano ambacho mzee anasema kwamba muda mwingine mtu anapokosea, ndio maana Yesu muda mwingine hakutuombea kule mbinguni, alishuka. Alishuka kwamba hapana, naona hiki hapa sio. Naona hiki hapa sio, akijakaa sawa sio kwamba nitaanza, lakini sema watu wa Mungu ni kama ninalo neno. Ni kama ninalo neno. Naona maisha ni haya. Amina. Unaona burudani kweli kusikiliza nyimbo kama hizi, lakini hizi hapana. Nikaona sasa zinakuburudisha, lakini ni burudani ambayo wewe mwenyewe ukisha maliza burudani, wewe mwenyewe unajiona unatoka kichwa kimevurugika, unajiona wewe mwenyewe wa hovyo. Nasema hapana, mimi naona mimi nionavyo maisha ni haya. Amina. Maisha ni kumcha Mungu, maisha ni mimi kufanya kwa sababu maisha ni kuishi. Amina. Na kuishi ni kufanya lile ambalo natakiwa kulifanya. Amina. Naona maisha, naona ni hivi. Amina. Ni kweli sisemi haya kwa kuwa nina hatua kubwa, ni mkamilifu. Hapana, mimi mwenyewe sijakamilika, lakini nionavyo ni kama maisha ni haya. Amina. Maisha ni hivi 1 2 3 nionavyo mimi, naona maisha ni haya. Amina. Naona maisha ni haya. Naona nionavyo mimi, kwa sababu naona kwamba wote walionekana katika aina hii ya maisha hawakuwahi kujuta kwa namna yoyote ile. Amina. Wote ambao kama ni vijana, kama ni mabinti, ni wakina baba, wakina mama, walioishi maisha aina hii hawakuwahi kujuta kwa namna yote. Nionavyo mimi, naona maisha ni haya. Naona ni hivi, tuishi hivi. Amina. Tuishi hivi ambao nimesema tangu nikiwa kijana, nasema tangu na sasa nimeshakuwa mzee. Amina. Manake sijajuta. Manake sema tangu manake nimeona wengine, lakini mimi naona ni heri sana. Naona ni heri nilichagua maamuzi bora, maamuzi mazuri ya kumfuata Mungu. Amina. Kwa hata Mungu Mungu atusaidie. Lakini mimi ni vitu ambavyo nakuwa na wazo kama Mungu hapa nisaidie. Ni kweli kama leo ningeweza kufanya ibada pale kanisani, lakini nikamwambia mama, ni kweli lakini mimi kuna hatua nahitaji. Mimi sielewi nitaipataje, lakini ni kama kuna hatua bado nahitaji. Naona neno la Mungu kuna namna ambayo linataka niwe, alafu bado mimi sipo. Amina. Naona sijipate kabisa. Naona moyo uongei, kwa sababu ukifanya vizuri moyo unaongea. Amina. Ukihubiri atikubiri. Ndio maana ukiomba kuna namna, ukiomba tu sawa moyo unaongea, usema hapa angalau hapa. Yaani moyo sana kuna kwa namna fulani hivi unatoka nako, unasema kwa kweli hapa hii safi kabisa hii. Safi kabisa hivi. Ukifanya kitu unaona kwa kweli hapa safi kabisa. Unaona hivi safi, unaona safi. Mimi naona bado nasema hapana, na niseme kesho sijui. Amina. Kesho sijui mimi. Sijui kwa wengine, lakini mimi naona ninayo sababu ya kuitumia leo yangu vizuri. Amina. Ninayo sababu ya kuitumia leo yangu vizuri. Amina. Watu wa Mungu atusaidie, lakini sasa Mungu anisaidie. Kwa mimi kama mimi nimekwama, nahitaji bado msaada wenu, kwa sababu bado mambo mengi bado niko nyuma. Kwa bado tunahitaji kuwasikia ninyi,
na kwa namna moja ama nyingine. Amina, watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Chuma chuma. Chuma chuma. Chuma kweli kweli. Watumishi mbona wasiwasikii kule nyuma? Chuma chuma. Chuma kweli kweli. Lije lolote. Hakuna kurudi nyuma. Au linategemeana. Azali na sema inategemeana na yenyewe inalokuja nyuma, kwa sababu kuna mengine akija